Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Venezuela ambaye ni Maria Corina Machado mwenye umri wa miaka 58, ambaye ni wakili na ni mama wa watoto watatu, ambaye alitoroka Venezuela akiwa mafichoni Oktoba kwenda kupokea tuzo ya amani ya Nobel, ameapa kuwa atarudi nyumbani haraka. Na hii ni kwa sababu ya kilichotokea huko Venezuela, huku akimsifu rais wa Marekani Donald Trump kwa kumpindua adui yake Nicolas Maduro na kutangaza kuwa yuko tayari kwa uchaguzi huo. Lakini katika mahojiano na Fox News siku ya Jumatatu, Maria Corina alisema walishinda uchaguzi mnamo mwaka 2024 kwa kishindo chini ya hali ngumu, na anaamini kuwa katika uchaguzi huru na wa haki watashinda zaidi ya 90% ya kura. Hayo ni mahojiano yake ya kwanza ya Machado tangu Maduro alipokamatwa na Marekani mwishoni mwa juma hili. Sasa Machado mwenyewe hajazungumza na Trump tangu Oktoba 10 wakati alipopokea tuzo ya amani ya Nobel. Amesema Marekani inapaswa kusaidia kushughulikia matatizo ya Venezuela kabla ya uchaguzi wowote mpya. Lakini Machado ni nani hasa, mtazamaji? Maria Corina Machado amezaliwa Oktoba 7 mwaka 1967. Ni mwanasiasa wa Venezuela na mhandisi wa viwanda. Machado ni kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Venezuela na aliwahi kuwa mbunge katika bunge la kitaifa la Venezuela kutoka 2011 hadi 2014. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2025, Machado alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel kwa kazi yake ya kukuza na kuendeleza haki za kidemokrasia kwa watu wa Venezuela na kwa mapambano yake kufikia mabadiliko ya haki na ya amani kutoka kwa udikteta hadi demokrasia. Machado aliingia katika siasa mnamo mwaka 2002 kama mwanzilishi wa shirika la ufuatiliaji wa kura la Shumate. Wakati wa maandamano ya Venezuela ya mwaka 2014, Machado alikuwa kiongozi aliyeongoza maandalizi ya maandamano dhidi ya serikali ya Rais Nicolas Maduro. Kabla ya uchaguzi wa 2024, Bi Machado alikuwa mgombea urais wa upinzani, lakini serikali ilimzuia kuwania. Kisha akamuunga mkono mwakilishi wa chama tofauti kwa maana ya Edmundo Gonzalez Urrutia katika uchaguzi huo. Lakini kulingana na tovuti ya tuzo ya amani ya Nobel, mamia ya maelfu ya watu walijitokeza na kupata mafunzo ya uangalizi wa uchaguzi ili kuhakikisha uchaguzi wa uwazi na wa haki, licha ya hatari ya kunyanyaswa, kukamatwa na kuteswa. Well, first of all, I'm planning to go back to Venezuela as soon as possible. As I've always said, Sean, every day I make a decision where I am more useful for a cause. That's why I stayed in hiding for over 16 months, and that's why I decided to go out, because I believed that at this moment I'm more useful to our cause, being able to speak out from where I am right now. But I'm planning to go as soon as possible back home. Venezuela imebadilika kutoka nchi yenye demokrasia hivi sasa na ustawi hadi kuwa nchi ya kikatili, ya kimabavu, ambayo sasa inakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi. Wananchi wengi wa Venezuela wanaishi katika umaskini mkubwa, hata kama wachache walio juu wanajitajirisha. Takriban watu milioni 8 wameondoka nchini humo. Upinzani umekandamizwa kimfumo kwa njia ya wizi wa kura, huku wapinzani kama Machado wakifunguliwa mashtaka ya kisheria na kufungwa jela. Lakini hivi karibuni Delcy Rodriguez ameapishwa kuwa kama rais wa mpito wa Venezuela, na wakati wa sherehe hiyo amesema amekula kiapo cha ofisi kwa uchungu kutokana na mateso ambayo yamewapata watu wa Venezuela baada ya uvamizi haramu wa kijeshi dhidi ya nchi yao. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 56 ni mshirika wa Maduro na alihudumu kama makamu wa rais kuanzia mwaka 2018. Pia ameshikilia wadhifa wa waziri wa uchumi na fedha wa Venezuela kwa nyakati tofauti. Kwa upande mwingine, chama cha upinzani cha Machado kinataka kuachiliwa kwa wafungwa wote wa kisiasa kupitia chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X. Taarifa hiyo inasema wale wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa kijeshi isivyo haki wanapaswa kuachiliwa huru mara moja. Maria Corina Machado mwenye umri wa miaka 58 anachukuliwa kuwa mmoja wa watu wanaoheshimika zaidi katika upinzani wa Venezuela.
Kwa muda mrefu amekuwa akiishutumu serikali ya Nicolas Maduro kwa kisingizio kuwa ni uhalifu. Alizuiwa kugombea katika uchaguzi wa 2024, lakini aliendelea kumpigia kampeni mgombea aliyechukua nafasi yake, Edmundo Gonzalez. Maduro alitangazwa mshindi, ingawa hesabu za vituo vya kupigia kura zilionyesha kuwa Gonzalez alishinda kwa kishindo. Swali ni je, ni upi mwarobaini wa hiki kinachoendelea nchini Venezuela? Ni swala la kusubiri na kuona. Mimi ni Dastan Maombi, tukutane wakati mwingine.